Mapochopocho ni jina lako kamili ama Mapochopocho imetokana na nini? Kwa majina mimi naitwa James Njau. Ila jina la Mapochopocho ilitokana na kulikuwa na kipindi cha comedy kilikuwa kinaitwa Mapochopocho Comedy Show, kilikuwa kinaitwa Mambo TV Swahili. So kile kipindi kilienda sana hadi nje ya nchi, Kongo, wapi, Tanzania hapa watu wengi wanatufahamu. Kwa hiyo kwenye crew yetu ulikopo yule Triple Bodyguard, Lil Wayne, Okay. Tulikuwepo kwenye hicho kipindi. Lakini watu wengi walivyokuwa sasa, unajua ile kuna ile kama kajingo hivi maanake teaser fulani hivi kabla ya kipindi. Kwa hiyo ninaposema Pochopocho natokea mimi mrefu afu wengine wenzangu wananiangalia wajini. Kwa hiyo sasa watu wanavyochukulia wakanipa jina hilo Mapochopocho. So hasa na mimi nilipokuja kwa mitandao nikaamua kujitambulisha kwa jina hilo kwa sababu ilikuwa nikaamua kujiita tu, nikaongezea Bigi Mapochopocho. Kwa hiyo ile Mapochopocho nimebeba brand yetu ambao tulikuwa tunaipambania tokea huko, na ile Bigi sasa ndio mimi. Kwa Bigi Mapochopocho. Toka umeanza sanaa mpaka sasa hivi labda una muda gani kwenye tasnia? Muda mrefu kidogo kwa sababu mimi nimeanza rasmi ile kupambana kama 2020 hivi. Ya 2020 nimekuja Dar kwa mara ya kwanza kupambana tena. Nilikuwa nimeanzia kupambana kwenye stand up comedy ukitokea Morogoro. Nikitokea Morogoro. Yaani nilikuwa nachoma nauli na kuja kwa ajili ya kupambana kupata nafasi ya kuonesha stand up comedy. So wakati unafanya hizo stand up comedy ndo nikakutana na watu tukaanza kufanya hivyo clip vidogo vya video. Sasa ndo baada hapo connection ndo nikakutana na wenzangu hapa kina Uyoga ambaye ndo bodyguard na kina Lil Wayne, ndo tukaanza kufanya hizo vikipu ndo hadi tukaa sasa kwenye kipindi cha Mapochopocho, ndo nikawa sasa familia yangu ambao tunafanya kazi mpaka hivi sasa, ndo hivyo. Sasa hivi sanaa unaionaje toka umeanza 2020 mpaka sasa hivi? Mimi naona grafu yangu inazidi kupanda kwa sababu nilipokuwa leo sio nilipokuwa jana. Inawezekana, unajua mimi kwangu nimefanikiwa sababu mafanikio unaangalia wewe ulikuwa wapi jana sasa hivi uko wapi. Mimi sijilinganishi na mtu kwamba labda okay, mimi kwangu mimi nimefanikiwa kwa kiasi fulani, ingawa bado naendelea kupambana nikishirikiana na wenzangu ili kufika sehemu ambayo natamani kufika kwa ukubwa zaidi. Kwa kile lakini kusema kwamba nilipokuwa juzi na nilipokuwa leo ni tofauti, na utofauti mkubwa, na hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu. Okay. Lakini bado tunapambana. Sasa hivi kuna comedian wengi sana sasa hivi. Kila mmoja na style yake. Lakini wewe una style ambayo ya kipekee. Naona kwamba yani kama unavyosema Mapochopocho ile style yako ambayo unayo. Unadhani ile style inatoa ujumbe gani kwa jamii? Sasa ile style kwa sababu lengo la sanaa ni kuelimisha na kuburudisha. Yes. Kwanza kwenye upekee mimi imenisaidia kufikisha ujumbe wangu kwa hadhira kwa urahisi zaidi. Umeona, maana jamii imeanza kunifuatilia kwa urahisi kwa sababu pia muonekano wangu. Alafu pia kuelimisha kwenye vile clip tunavyofanya, tunaelimisha, si ndio? Lakini tunaburudisha pia jamii. Kwa hiyo tunaburudisha kupitia zile content zetu tunazozifanya aidha mtandaoni au kwenye TV. Mtu anakuona lakini mtu anafurahi huko, anapata elimu kupitia ile nani. Kwa ule upekee umerahisisha mimi kupata kwa urahisi fulani muonekano wangu. Yaani mimi ukiniona tu the first time lazima ushtuke na kwanza kunifuatilia huyu yukoje. Kwa hiyo ile imenirahisishia katika utendaji wangu wa wa kazi. Okay. Hujakaa kusema kwamba sasa hivi ngoja nibadilishe style. Hii style sasa niachane nayo nije na style hii. Katika ubunifu inatokea hivyo vitu. Yaani unakuwa unabuni vitu tofauti ili watu wasikuzoee. Kwa sababu watu walianza kwenye mtandao nilitambulika ile kwa kunguruma baadaye nikaacha tukaa tuna ile
Come Closer. Ukiingia kwenye TikTok yangu Bigi Mapochopocho page zangu unakuta Come Closer, nampiga Kofi Bodyguard. Sasa hivi tunaingia kwenye kudansi. Kwa hiyo hizo ni ubunifu tofauti ili watu wasituzoee na watu waendelee kutupenda kila siku na kutufuatilia, kwa sababu tunakuwa kama na season. Kama msimu huu tunafanya hiki, kwa msimu huu tunafanya hiki, kwa sababu sisi tuna kisima cha ubunifu. Umeona? Okay. Kwa hiyo hichi kisima cha ubunifu bado kina maji mengi na tunachota taratibu. Sawa. Yeah. Na toka uanze sanaa, fursa gani kubwa ambayo umeipata kupitia sanaa yako? Kupitia sanaa yangu nishawahi kufanya tangazo la TV, nishawahi kupata pesa pia. Umeona? Na hizi online kidogo unapata riziki. Umeona, ambao ina maisha yanaenda hivyo na jambo la kumshukuru Mungu. Kwa hiyo sanaa imenipa kiasi fulani cha hela ambacho kidogo tunaendesha maisha, ingawa bado hatujajipata, tunaendelea kujitafuta.